Kwa hiyo kama sio haramu lazima uangalie. Hata katika biashara kuna mkopo wa masharti nafuu, ndio, na kuna mkopo wa masharti magumu. Ndio. Unaelewa vizuri. Na kupata vizuri. Kwa hiyo mpanzu Watanzania wengi neno mkopo kwenye mpira cha kwanza wao wamelichukulia negative sana. Ndio. Haimaanishi mchezaji akawa kwa mkopo. Yani mfano napa mfano mzuri sana. Man United walikuwa na mtu kama Sancho. Ndio. Walitoka kwa mkopo Borussia Dortmund. Alipokwenda Dortmund akafanya kitu. Si ndio? Yes. Biashara ya mikopo duniani kote ipo. Sawa. Lakini kibaya zaidi katika soka la Tanzania, mchezaji kuja kwa mkopo, cha kwanza wanaamini ni shoti. Okay. Na kama imewaka, wakishajua kama yupo kwa mkopo, mioyo yao inaweweseka sana. Inakosa furaha kabisa kabisa. Unaelewa vizuri? Na kupata vizuri. Watanzania wengi wanahitaji kupatiwa elimu kuhusiana na biashara ya mikopo kwa wachezaji. Ima Simba au Yanga. Yes. Na sio kosa. Unaelewa ninachosema? Na kuelewa vizuri ile mambo kile. Hata kama yuko kwa mkopo Simba Sports Club, sio kosa, kwa sababu ambacho wana Simba wanakitaka kwake anawapatia. Yes. Ndio maana halisi ya biashara ya mpira. Unaelewa vizuri? Ndio. Kwani Simba ina wachezaji wangapi ambao imewamiliki leo hawako Simba? Walikuwa mtu kama Mix wale mafanyia makubwa ya Simba. Yeah. Kwani yuko mpaka leo? Hayupo. Hapana, maisha ni ya mpira, ni ya kuja na kuondoka. Ni kweli. Sindio? Yes. Wakati inazungumzwa hata kwa upande wa Yanga issue ya Fisto Kalala Mayele, watu wengi waliingia na uoga. Hapana. Leo hii Young Africans ilichukua ubingwa kupitia Mayele. Aya, kama alikuwa mkopo, mchango wake Yanga sema utoa. Yes. Yanga hajachukua ubingwa. Ilichukua. Sasa kosa liko wapi? Ni vitu vya kawaida tu. Sawa. Nabii Elia Mpanzu ndani ya Simba ni malikauli. Ala. Unaelewa vizuri? Nakupata vizuri. Nabii Elia ndani ya Simba ni malikauli. Okay. Unanipata? Nakupata. Wewe Cisco umeoa, lazima ujumamba na mke wako popote pale. Yeah. Huyu ni mke wangu mimi halali. Ndio. Akitokea mtu mwingine utamwataki. Si ndio? Yes. Mwenyekiti wa Simba leo ameonekana, amesikika akisema ni mchezaji ambaye sio kwa mkopo ila yupo kwa muda mrefu. Anaulizwa kwa muda gani asemi. Tumemnunua kwa gharama kubwa, shingapi usemi. Unasema dili liko mafichoni. Wana Simba wanataka kujua. Je, ni mchezaji wa mkopo? Mimi kwangu sio kosa hata kama yupo kwa mkopo. Sio kosa. Lakini kwangu mimi nasema Nabii Elia Mpanzu ndani ya Simba ni mali kauli. Yes. Ni mali kauli. Lakini mchongo kitiki poa. Mchongo kitiki poa. Bwana Ambokile hapo ana Simba anataka kufikia. Ndio maana mwanzo nimezungumza vizuri tu. Ndio. Ukijua, yani ukiona upo kwenye biashara ya mpira au ni shabiki wa mpira, lazima ujue mikopo haikosekaniki. Sawa? Ndio. Kuna mashine moja hivi ilikuwa Real. Sawa, ikaenda England. Si ndio? Yes. Kwa mkopo Arsenal. Imekiwasha vibaya mno. Walimwona hana chochote. Kuna mchezaji mmoja huko Arsenal anafanya vizuri sana Arsenal. Na kwenye mechi ambayo amekutana Champions League amewanyoosha vizuri sana semi final. Si ndio? Nini maana yake? Ni biashara ya mpira. Kwa Elia Mpanzu Simba ni malikauli. Kama sio malikauli, si halali, lete. Sasa manake kwenye mkopo unaweza kuwa miezi 6, unaweza kuwa miaka 2, unaweza kuwa miaka 4. Kwa inawezekana Nabii Elia Mpanzu yuko Simba kwa mkopo wa miaka 2. Before BYU Pathway, I just didn't know a way forward. Miaka 4 kama Baleke. Inawezekana. Ile ni malikauli shehe. Malikauli inaweza kaa hata kwa miaka 3, miaka 4. Ila kama sio malikauli, watoke mkataba wake huu hapa. Wa mkopo ni huu au tumemnunua mazima ni huu. Mbona simple shehe? Ni ngumu kuonyesha mikataba ya wachezaji sababu so desturi yetu. Basi ndio maana nasema yupo kwenye mali kauli. Na sio kosa msaji kwenye mali kauli. Nyingine kwenye vyanzo tofauti pia inasemaje? Inasema ya kwamba Simba Sports Club ndio wamemnunua Elia Mpanzu, na taarifa ambazo anasema zinaenezwa na Ibrahim Ambokile kwamba Simba
inamiliki kwa mkopo si za kweli, kwa sababu Elie Mpanzu pia wamefika mbali kwa kunielezea amilikiwi na AS Vita Club ya pale Kongo. Wanasema hivi, namalizia historia inavyosema. Yule ni mchezaji wa timu ya daraja la chini pale Kongo inaitwa Adventure. Sawa. Hiyo ndio timu ambayo inamiliki Elie Mpanzu Kibisawala. Sawa. Na Simba wamemsajili kutoka kwa timu hiyo ya Adventure kwa mkataba wa miaka 2. Adventure iliwapa Elie Mpanzu klabu ya AS Vita kwa makubaliano ya wawalipe zaidi ya dola 30,000 ili waweze kumiliki. Lakini AS Vita Club walishindwa kutoa dola za 30,000, walilipa dola 5,000 pekee kwa ile timu ya Adventure, jambo ambalo mchezaji akabaki kushikiliwa na Adventure. Na Simba wakati wanamnunua kutoka Adventure, AS Vita Club haijapata hata shilingi 100 kutoka kwa Simba Sports Club. Nisikilize Cisco. Yes. Nisikilize na kupata vizuri. Mkopo. Mkopo. Ndio. Inategemea na muda ambao mmekubaliana. Yes. Either season 2 au 3. Okay. Kwa maana kama miaka 2 au miaka 3. Kumnunua mchezaji ni makubaliano pia. Okay. Ni aina ya biashara. Na ndio maana mimi nasema unaweza ukamsajili mchezaji ikawa shoti ndani ya timu. Ndiyo. Unaweza ukawa na mchezaji wa mkopo akakusaidia sana kuliko yule ambao unamiliki mazima. Sawa. Umenipata vizuri? Na kupata vizuri. Wanachokisema Simba mimi si wakatalii. So amemnunua miaka 2, hakuna shida. Aidha si uko kwa mkopo, hakuna shida. Ndiyo. Ila mimi nasema ile ni mali kauli. Ni mali kauli. Sasa ni ya muda gani? Hiyo ni siri yangu. Lakini haimaanishi mchezaji wa mali kauli hawezi kukupa kitu chanya wacheza amini timu inachotaka. Unaweza ukawa na mchezaji kwa mkopo. Sawa. Miaka 2, miaka 5 na kuendelea. Ambako wenzetu wengine wameenda mbali katika mikataba hiyo ya kimikopo. Ndani yake unakuwa na kipengele cha kumnunua mazima moja kwa moja. Kwa hiyo hiki ninachokisema kwa sababu ni kigeni kwa Watanzania na ndio maana pressure zimekuwa nyingi. Watanzania punguzeni pressure. Mchezaji unaweza ukamchukua kwa mkopo aidha miaka 5 miaka mingapi. Kikubwa na waambieni leo hii, angalieni kama ni mchezaji wa mkopo anawapa faida gani kwenye klabu yenu. Kama ni mchezaji ambaye mmemnunua anawapa kitu gani kwenye klabu yenu. Haya ndio mambo ya kuangalia. Okay. Kwa kumnunua aidha ni kwa mkopo, je anachozalisha ni nini? Ndio kicha kuangalia. Lakini Elie Mpanzu ndani ya Simba ni malikauli. Sawa. Na hizi taarifa inaonekana Young Africans ndio wamekwenda kuzivubua na taarifa zinafika mbali zaidi kwamba wanasema Yanga ndio alivyoenda kuchokonoa ndio yakatoka ya mambo ya kwamba yuko Simba kwa mkopo, na ziko taarifa zinaeleza zaidi ya kwamba huenda msimu ujao akama. Ngoja nikwambie, Azam wamemnunua Fetoto. Yes. Si ndio? Yeah. Azam leo hili swala hadi kulijibu amechoka. Kwa sababu imekuwa ni muendelezo. Azam ameenda mbali zaidi. Ndio. Mwanzo ilikuwa inasemekana mkataba wa Fetoto ni siri. Kati ya Azam na Fei. Na kule alikotoka Yanga Afrika. Yes. Lakini kwa hivi sasa kila kitu kiko bayana. Yeah. Tangu msimu unaanza Fetoto anahusishwa kwenda Simba Sports Club. Si ndio? Yes. Azam aliweka wazi. Faisal bado ni mchezaji wa Azam na ana mkataba wa mwaka mmoja. Waseme Mpanzu na miaka mingapi? Ima kwa kumnunua au kwa mkopo. Yes. Zote ni biashara. Unataka tuambie dili hili la Young Africans huenda linaweza kutimia kweli na msimu ujao Mpanzu akawa mtaa wa Twiga na Jangwani? Sina hakika kama Yanga wanamtaka Mpanzu. Vyanzo vyako havijadukua taarifa yoyote ya Young Africans kugonga vita? Sina taarifa kuhusiana na Mpanzu anatakiwa na Yanga Afrika. Lakini Mpanzu ni mchezaji mmoja kati wa wachezaji wazuri sana ndani ya Simba. Okay. Yaani mchezaji mzuri mimi nitakwambia. Kibu Dennis Mkandaji ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana ndani ya Simba. Kwa asilimia kubwa. Kabla hujaniamisha mada kunipeleka kwa Kibu, tusalie hapa kwa Yanga na Elie Mpanzu. Sina taarifa hizo kutoka vyanzo. Taarifa una, lakini vipi ukimtazama Mpanzu Yanga Afrika anapata namba?
Nabii Elia Mpanzu ni moja kati ya wachezaji bora. Ndio. Ambao kama akienda Yanga Afrika, si ndio? Uhakika wa namba upo, lakini inabidi apambane tofauti na vile ambavyo ameikuta Simba Sports Club. Na ndio maana kaweka wazi. Mpanzu huyu akiingia Simba, simuoni mtu akumzuia steze.